Tengaje kadao umana ya 10 na ligamba ili wansimba mura yafo byose elikuyo kwa mwishuka ifuka nyewe mangi akuitensia yeruwa mwitoria kulaifo kindo kyaba yendwa mikunda yafo yewe iwa woko lwafo lwafinya mbolutirwa wakilwa wafo wose lutira ewo wose wakusuye muvonini ushawamita eli ushesha nyashi yafo ishewamoya yewe iwa mwitoria nao washe umantua. Siku ya leo ni kutoka kitabu cha Kutoka mlango wa 33 mstari wa 12 mpaka ule wa 17. Kitabu cha Kutoka mlango wa 33 mstari wa 12 mpaka ule wa 17, nami nisome kama ilivyoandikwa kwa msaada wa Bwana. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema, na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, nionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usinichukue kutoka hapa, kwa maana itajulikanaje kuwa umepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi? Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami na kujua jina lako. Na hili ndilo neno la Bwana. Naomba tukae. Wapendwa watu wa Mungu, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa neema yake ambayo ametupa, na anatamani kuendelea kutufundisha juu ya kusudi lake kwetu. Kama ambavyo nilisema tangia awali kwamba jinsi tulivyo ni neema ya Mungu. Hata ile kuchukua hatua kufika katika ibada, kuweza kujifanyia usafi, kuweza kuvaa mavazi mazuri na kuingia katika ibada ni neema ya Mungu. Wako wenzetu wengi na umri sawa nao, wengine ni watoto wetu, wengine ni wadogo zetu. Ukiangalia maisha yao utaona huruma, maana wenyewe tu hawawezi kujisaidia katika kujihudumia. Wakati mwingine unaenda kwenye uinjilisti, na inawezekana sio hapo mahali pengine, lakini unakutana na mtu kumwambia uokoke. Lakini kwenye mazingira ya kwetu ya siku hizi, pia kwenye familia kuna watu wanatengwa. Unamkuta mama anaungana na watoto wake kumtenga baba. Baba anabaki peke yake, anabaki mpweke, anaishi maisha ya upweke, maisha ambayo yanaleta sonona, maisha ambayo yanaleta ufadhaiko,
maisha ambayo yanafanya mtu kujiona si wa thamani tena, maisha ambayo yanafanya mtu kujiona kwamba hana sababu ya kuishi tena. Na vile alihubiri kwenye visiwe iliyopita akasema watu wanatengwa kwenye familia mpaka na ukoo, alafu unaambiwa unapokuwa unataka kutoa hoja yako katikati ya wanaukoo, unaambiwa malaika sawa. Asema kuna mmoja malaika na mwingine malaika sawa. Yule malaika anaweka katika mahali wakakwambia hebu bora sana. Hebu nisha kwa mrefu kwa malaika. Labda kama anakwambia hebu bora sana. Unaongea nakwambia ndio bora kuzungumza. Lakini yule malaika sawa kwamba hata kujigusa huwezi kujigusa. Na kama ni kikao atagawanya vinywaji, utaulizwa unakuja kujadiliana. Itakapokufikia ndio chako. Kama ni pesa za magari ndio hiyo. Kama zimeisha ni sawa. Kwa sababu watu wamejiweka katika madaraja tofauti. Lakini Yesu anaonyesha sisi ambao tunamwamini, tunaofahamu neema hii ambayo Yesu ameweka ndani yetu, wale waliotengwa, sisi tunapaswa kuwakimbilia na kuwaonyesha neema ya Mungu iliyo juu yao. Na kwa sababu ilikuwa ni jambo la imani pia, hata makuhani walijua waliotengwa wako mbali na Mungu, hawana mahusiano na Mungu. Na Yesu anamwambia huyu mwenye ukoma, nenda kajionyeshe kwa kuhani, tena utoe sadaka kama alivyoamuru Musa. Inaonekana hakuwa pia hata nafasi ya kufika madhabahuni kutoa sadaka yake haikubalika. Kuna wakati mtu anaweza akaja katikati ya kikao akatoa mawazo yake, hayakubaliki. Na Waswahili wanasema sauti ya masikini haiendi mbali. Kwa hiyo naona namna ambavyo Yesu anaonyesha kwenye jamii yetu juu ya neema. Lakini somo lingine ambalo ninataka sasa tumepewa linalounganisha kupata maana halisi ya hii neema ya Mungu ya kutosha ni juu ya huyu mtumishi wa Mungu Musa. Na mara nyingi neema ya Mungu haiji kwa mtu kwa sababu ya elimu yake wala fedha yake wala muonekano wake wala hali yake. Neema ya Mungu inakuja pale ambapo ya Musa, na kujua jina lako, nao umepata neema mbele zangu. Ukifanya kazi ya Mungu usihitaji hata mchungaji akufahamu. Na mtu mmoja nikamuuliza ni kwa nini mtu anaweza akatoa shilingi 2,000 kwenye bahasha, akatoa shilingi 500 shukrani ya juma. Akaniambia ni kwa sababu bahasha zinaandikwa, kwa atahitaji kutambulika, lakini shukrani ya juma haiandikwi, kwa hiyo watu hawatamtambua. Kwa hiyo kumbe shukrani ya juma ndio unapaswa kufanya kitu kikubwa, kwa sababu Mungu amekulinda juma zima. Wenzako wanakwenda hospitalini kumuona daktari, sasa hivi ni shilingi 10,000. Umemwona daktari tu, akuulize unaumwa nini, akusikilize, akuwekee sijui kitu gani, anakuwekea sijui masikioni, sijui kifuani, anakuambia nenda sehemu chumba kingine. Mwisho wa siku naambiwa hizi dawa zinapatikana, hizi hazipatikani, nenda pharmacy. Kwa hiyo unakuta kwenye wiki nzima gharama ya matibabu yenyewe inakaribia 50,000. Lakini unatamani kwamba ile shukrani ya kumshukuru Mungu kwamba hujaenda hospitalini, hiyo hii haifahamiki. Watu wanatamani kufahamika, kutambulika na wanadamu wenzao, lakini ni heri ungetambulika na Mungu aliyekuumba. Kwa hiyo Musa anaambiwa umepata kibali mbele zangu. Yaani hata kama mtu anakuona ufai, kama Mungu amekupa kibali, kaa kwa kutulia. Huyo Mungu aliyokupa kibali atakuinua kwa wakati na majira yake. Na akikuinua, ana namna ambavyo atakusaidia kukulia katika kile ambacho amekuinua kwacho.
Musa anaomba kama kweli amepata kibali, anasema kwamba mbali na kunitambua jina langu, ongeza jambo jingine. Mungu anamwambia, ninalitambua jina lako na uso wako utakwenda pamoja nami. Uso wako utakwenda pamoja nami na nitakupa raha nafsini mwako. Kwa hiyo anaposema uso wangu utakwenda pamoja nawe, anamuonyesha kwamba umepata kibali. Tunajua unapokuwa unavuka mipaka ya nchi au kuna mahali unaingia, hata pale uwanja wa ndege KIA, kuna mahali huwezi kuingia bila kibali, na hata kwenye ofisi nyingine za watu huwezi kuingia bila kibali. Kwa hiyo kibali kinaondoa kizuizi, kibali kinakupa uhuru, kibali kinakupa kutambulika, kibali kinakupa kutenda yale ambayo unapaswa kuyafanya. Kwa hiyo jambo jingine ambalo Musa anaambiwa, ambalo ni kwa neema tu, kwamba utapata kibali, nitakupa kukutambulisha. Kwa na sisi kama watu wa Mungu ambao tumeitwa, tunapokuwa tunasimama katika kusudi la Mungu, tukizifuata njia za Mungu, ndiye mimi na wewe, ili tuweze kuishi katika neema hii ya Mungu, tukimtumikia yeye na kuitoa miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai, kutoa nafasi zetu, kutoa muda wetu, kutoa mawazo yetu kumtumikia Mungu, ili Mungu akaendelee kuikuza neema yetu na watu wake wakapate kuvutwa na kile ambacho mimi ninacho kiwe baraka kwa mwingine, na yule mwingine atakuwa baraka kwa mwingine. Tutarithisha kizazi hata kizazi, na Mungu alibariki neno lake sasa na hata milele. Amen. Neno lako juu ya utoshelevu wa neema yako ndani ya maisha yetu. Watu wengi tumehangaika kukimbizana usiku na mchana kutafuta mahitaji mbalimbali katika ulimwengu huu, na wakati mwingine tumekosa nafasi ya kusogea madhabahuni pako kukuomba, tukifikiri kwamba kwa akili zetu na kukimbia kwetu tunaweza kuleta utoshelevu. Kumbe neema yako inahitajika ndani yetu ili kuleta utoshelevu. Na kuomba kwa ajili ya baba yule, na kuomba kwa ajili ya mama yule, kila mmoja umsaidie kutambua neema yako iliyo juu yake, ili akapata kutulia katika kujifunza na kuelekea njia yako. Maana katika njia yako kuna wema mwingi, katika njia yako kuna uzima, katika njia yako kuna kibali, katika njia yako unatambua majina yetu. Wewe ni Mungu ambaye ukitambua majina yetu, hata dunia nzima isipotambua, wewe watosha. Maana majina yetu tunaandika katika vitanga vya mikono yako, nawe ndiwe mwenye hatima ya maisha yetu. Tusaidie tuishike neema yako, itufungue kila wakati na kutuonyesha yale mapenzi yako. Utusaidie hayo Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.